Mayatima, na nimewaita hapa leo kwa sababu ya mahojiano mafupi kulingana na kesi zao za msaada ambazo ziko. Tulidokezwa kidogo, sasa tukaona muda umeenda kuongea nao, tukaona leo tuongee nao upya, tujue changamoto zao, ndio tujue namna ya kuwasaidia. Unavyowaona huyu binti na huyu hapa hawasomi. Uliacha shule ukiwa la ngapi? Uliacha shule ukiwa la 4. Kwa hiyo una muda gani mpaka sasa hujasoma? Yaani la 4 hilo ulikuwa la 4 mwaka gani? Mwaka jana, mwaka huu, mwaka juzi? Mwaka uliopita. Na maana mwaka wote wa jana hajasoma na mwaka huu nao unafika katikati hajasoma. Na huyu alikuwa la ngapi? La 3. Aha. Na yeye hivyo hivyo mwaka jana, mwaka wote wa jana hajasoma na mwaka huu hajasoma. Sasa nini ambacho mnatamani Mungu awasaidie? Mnatamani kurudi shule au mmependa kukaa nyumbani? Tunatamani turudi shule. Mnatamani mrudi shule. Mngetamani lini mrudi shule? Hata kesho au mwakani? Kesho. Angalau hata kesho au mwezi ujao. Ni ulikuwa unashika namba ngapi shule? 45. Katika wanafunzi? 105. Katika 105. Ni namba si haba. Namba 45 katika watoto 140, na kwa lugha nyingine amewazidi watu 100 huko nyuma. Competition ya hapa Tanzania ni kubwa kwa watoto wanaposoma, so ni sawa. Lakini niseme hivi kwamba lengo letu ni kusaidia watoto yatima kwa kile tulicho nacho. Uwezo wetu sisi ni daftari hizi na zingine zinakuja leo. Tuna peni hizi za kuwagawia, tuna pencil na tuna vifutio, tuna unga na mwingine unga unakuja. Kama unavyoona unga ndio huo unakuja, lakini tuna nguo hizi hapa na zingine zinakuja, na tuna viatu pia. Lakini hawa watoto ni sehemu ya watoto zaidi ya 50 ambao kesho watasaidiwa kama Mungu atatusaidia kufikia lengo ambalo tunataka. Lakini hawa 4 tumewaita kwa sababu ya wameshindwa kusoma kwa sababu ya kufiwa na wazazi. Wameshindwa kusoma kwa sababu ya kufiwa na wazazi. Unajua ukifiwa ni ngumu sana, kama hujafiwa ni ngumu sana kujua uchungu. Mimi nakumbuka nilipofiwa na mzazi mmoja tu niliacha kusoma miaka mingi, ndio Mungu akanisaidia. Baadaye nikaanza kusoma. Ina maana kama sio Mungu mpaka sasa nisingesoma. Lakini hawa ni yatima kabisa, hawana baba, hawana mama, na hawajui nani atawasaidia. Hawajui nani atawafanikisha warudi tena shuleni. Mnavyowaona hawa ni watoto wa Kiislamu. Ndio utajua kwamba sisi hatuchagui dini kabisa, tunawasaidia kiroho safi kwa sababu uyatima hauna dini. So, umesema nani jina? Habiba ulikuwa la 4 na wewe alikuwa la 3. Wewe umesema nani jina? Sawa, hawa wawili wamesimama kusoma zaidi ya miaka 2. Na wanatamani Mungu awasaidie. Na sisi hatukujipanga kwamba changamoto kama hii tutakutana nao. Tulijua ni watoto ambao pengine wanasoma kwa walezi wao wanaowalea, sisi tuwasaidie vifaa waende. Lakini wakatuambia hata hivyo vifaa mnatupa, sisi hatusomi. Sasa tukasema Mungu tu atusaidie, lakini si vibaya Mungu akikupa neema ukaisikia sauti ya Bwana kwamba katika mmoja wapo hapa unaweza kumsomesha, ama unaweza kuwasomesha wote, ama unaweza kuwa sehemu ya watu watakao simama na hawa watoto warudi shule. Huwezi kujua. Unamwona huyu mtoto kesho kutwa au kesho na kesho kutwa unaweza kukuta ndio rais wa nchi. Unamwona naye huyu unaweza kukuta ndio rais wa nchi. Hatujui watakuwa nani baadaye.
Lakini ni pia tuna watoto hawa wengine. Hawa wao wanasoma. Wewe unasoma la ngapi? Huyu ni yatima pia. Si ni yatima? Anasoma form 1. Na huyu unasoma form la 4. Nyie ni ndugu? Aha. Okay, kwa nyinyi maana yake hata tukiwasaidia madaftari, vifaa, takuwa angalau tumewasogeza, au mnahitaji lingine ambalo pengine mlikuwa mnahitaji? Ni vifaa vya shule. Mnaishi na nani? Na bibi. Bibi ndiye alikuja jana. Bibi ndio yule wa jana. Aha. Wanaishi na bibi yao. Wanaishi na bibi yao. Ambaye kwetu kuna nyinyi. Bibi wanasema shosho. Kenya wanasema shosho. Na Kongo wanasema tate. Amen. Watu wa Mungu, kama mnavyoona kwamba hawa watoto leo wamekuja hapa kunieleza changamoto, kwa sababu jana tulikuwa tumeambatanisha na ibada. Kwa hiyo hatukupata muda wa kuzungumza nao sana. Walivyotueleza walikosema hapana, mrudi kesho mtueleze vizuri. Kwa hiyo hawa wawili kesho tutawapatia vifaa vya shule vilivyokamilika pamoja na nguo na chakula. Lakini sasa hawa hata tukiwapatia vifaa vya shule havitawasaidia. Kwa hiyo chenye tutafanya ni kuwapatia chakula na kuwapatia manguo na viatu. Swala la watasomaje, hilo hata mimi sijui, watu wa Mungu. Mungu akiwakumbuka hawa watoto, ninaamini watasoma, lakini umri wao, una miaka mingapi? Una miaka 12. Na wewe? Hebu angalia 12 10. Hawa watoto tukiwaacha wawe mtaani, mwakani utashangaa, au mwaka kesho kutu utashangaa na wao wenyewe wanaanza kuzaa watoto. Tukiwaacha mtaani. Ina maana tukiwatoa mtaani tukiwapeleka shule, wanaweza wakawa faida kwa taifa baadaye. Mimi niziombe mamlaka za serikali kama zinaweza kuwasaidia, lakini pia niombe kwa waungwana, watu wa Mungu, na hasa watu wa Mungu. Serikali ina mambo mengi, na sisi watu wa Mungu tunayo nafasi yetu ya kuisaidia jamii. Na watu wengi wamebarikiwa na Mungu, wamebarikiwa na neema tu ya pesa nyingi. Hata ukiamua kusema mimi nasomesha huyu mmoja na kaa naye, it's okay. Itakuwa jambo la baraka. Hata ukitaka wote wawili, sisi tutakupatia ushirikiano wa namna ya kuwafikia mpaka utimize lile lengo. So mimi sina mengi, lakini wanaishi kwenye mazingira magumu. Tumejaribu kuwatembelea na kuona mazingira wanayoishi, lakini tumeona wanaishi kwenye mazingira magumu ambayo kupata chakula ni tabu, kupata mavazi ni tabu, kupata vifaa vya shule ni tabu, na kupata mahitaji ya kibinadamu ni tabu. Hawa ni watoto yatima, kumbuka. Na nataka niwaambie kwamba hapa ni madhabahuni, tuko kanisani, washirika ndo hao wanaendelea kuingia kwenye ibada na Mungu anaendelea kutenda. So sisi kama kanisa tumeona tusimame nao kwa kile kidogo tulichonacho. Sio kwamba tuna pesa nyingi, no, hatuna. Tumekamatana kila mtu alienacho kichache. Tumejikuta tumekusanya madaftari karibia 100 na kitu, lakini pia na mifuko ya unga ambayo mpaka leo jioni itafika 25, na nguo za kuvaa. Hizo nguo ndo nyingi watu wamejitoa, lakini bado msaada huo ni mdogo, hautoshi. So Mungu akikupa neema ya kusimama na hao watoto, Mungu atakubariki. Kesho Jumamosi ndio siku maalumu ya kugawa sadaka ambayo sisi tumeiandaa hapa kanisani. Kwa hiyo kama unahitaji kufuatilia na kuona kinachoendelea, fuatilia Upako TV kesho hapa kanisani. Fuatilia Upako TV kesho hapa kanisani kuanzia saa 7 mpaka saa 12 jioni. Tutakuwa na mambo matatu. La kwanza tutakuwa na maombi, la pili tutakuwa na upako wa kimataifa, na la tatu tutakuwa tunatoa sadaka yetu kwa yatima na wajane. Tumepokea majina ya watoto yatima
nafikiri orodha ni yenye tumepokea. Sogeza mtumishi wa Mungu kamera. Orodha ya watoto yatima ambao tumepokea ni hii hapa. Unaweza kuona majina yao, wako 14 ambao kesho kuna na bado wengine wako 14 walioandikisha jana, lakini wengine wanaandikisha leo, na hawa nao tunawaandikisha leo kwa sababu jana walichelewa pia. Lakini wajane waliojiandikisha hawa ni wajane wageni. Kuna wale wajane wa kanisa wenyeji ambao wako wawili, kwa lugha nyingine hapa sasa watakuwa karibia 7, na bado wengine tulipata ripoti wako 25 ambao ndio tutakuwa nao kesho. So niseme kwa kumaliza, niseme Mungu awabariki sana na Mungu awatendee mema. Niwakaribishe kwenye kongamano kubwa la kimataifa la maombi ya Paulo na Sila, kongamano ambalo litafanyika siku ya kesho Jumamosi kuanzia saa 7 kamili za mchana na kuendelea mpaka jioni. Maandalizi yameshakamilika kwa 99.999 yamekamilika.